والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، enyi watukufu wa Islam, enyi waumini, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu jalla wa ala, baada ya kumtakia rehema mtume wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, baada ya kuwatakia rehema maswahaba zake na tabi'ina na wote waliomfuata kwa wema, naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia watukufu wa Islamu katika kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kama tunavyofahamu, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo njia pekee ya mafanikio ya mwanadamu katika dunia yake, kaburini mwake na akhira yake, kwa maana siku ya hisabu. Mwenye kuishi kinyume na kumcha Mungu, basi mtu huyo atakuwa amepata hasara hapa duniani kwa umri ambao atakaoishi, lakini amepata hasara zaidi akhira ambako ataishi milele. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu al-azim. Ameanza kwa kuwaita wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kipengele hiki, kama wewe humwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi aya hii wewe haikuhusu. Kama wewe si Muislamu, basi kipengele hiki wewe hakikuhusu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, ambaye amemwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mtume wake, asikilize kwa makini maneno haya. Mnada huu anaitwa yeye. Allah anaendelea kusema, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, pindi itakaponadiwa swala siku ya Ijumaa, fas'au ila dhikrillahi, basi fanyeni haraka, kimbieni katika kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ya kwamba kimbieni misikitini kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Tena anajua ya kwamba pamoja na kwamba anawaambia kimbieni huko, yako ambayo mulikuwa mkiyafanya ambayo nyinyi mnayaona ni muhimu. Miongoni mwao ni biashara ambazo ndizo zinazowaingizia maisha yenu, biashara ambazo ndizo zinafanya nyinyi muishi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuambieni acheni biashara zenu mara tu itakaponadiwa adhana, au itakaponadiwa au utakapofika wakati wa Ijumaa, siku ya Ijumaa, acha biashara yako, nenda kamtaje Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wadharul bay', acheni biashara. Pametajwa mfano wa biashara kwa maana ya kwamba ni kazi ambayo au ni amali ambazo zinamshughulisha mtu mara nyingi kumwepusha na kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yanayofanana na hayo ni kama kilimo. Ni mamoja, pamenadiwa msikitini au hapa kunadiwa, muda wa kuwa Ijumaa imefika, unatizama saa yako ni saa 6:15 au saa 6:20
acha unachokifanya, shika udhu, kimbilia msikitini kwa ajili ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaendelea kusema, dhalikum khairul lakum, hilo au hayo ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wakati huo ni bora kwenu, in kuntum ta'lamun, laiti tu mngelikuwa mnajua. Unaona kazi yako ni bora, au usingizi wako ni bora, au stori zako kijiweni ni bora kuliko kukimbilia kumtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi wewe hujui ubora wake, na wewe si katika wanaomwamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiona unasubiri hutuba imeshaanza ndio unafanya hima kukimbilia msikitini, ndio unafanya hima kukimbilia kutawadha, kama wanavyofanya wengi katika zama zetu, katika msikiti huu na kwingineko duniani. Karibu na Ijumaa kuswaliwa ndio watu wanafanya maandalizi na kuingia msikitini. Wewe maneno haya unaona kabisa hayakuhusu. Ni kitu gani kitakupotea kama utaamua kumkopesha Mwenyezi Mungu lisali moja, kukaa msikitini mpaka swala inakwisha na kuendelea katika ishtighali zako? Utakuwa umepata hasara au utakuwa umepata faida? Je, katika hasara ambayo umeipata kwa kuacha kumtaja Mwenyezi Mungu na faida ambayo ungeipata kwa kukaa huko nje, kipi ambacho ni bora? Watukufu wa Islamu, hebu tujirekebisheni. Hebu tusiishi kimazoea, kukaa kusubiri adhana ya pili, kukaa kusubiri swala inakimiwa, na huzuni zaidi tunasubiri hayo bila sababu yoyote ya msingi. Kama Allah amesema, ukiwa tuna sababu ya msingi ambayo ni biashara au kile chenye kukuingizia kipato, basi ukiache ukimbilie msikitini. Je, kama leo huna sababu ya msingi, umekaa unasubiri ikama, umekaa unasubiri raka ya kwanza imeshakwisha, wewe ni mwenye kupata hasara. Watukufu wa Islamu, hatuitambui thamani ya Ijumaa, hatuitambui thamani ya dhikri, hatuitambui thamani ya siku hii. Ndio maana tunaishi kwa kuzoea, tunaishi kama tulivyozoea, tunaona tuko sawa sawa. Tukiambiwa maneno hayaingii, na kama yakiingia yanatokea upande wa pili. Alhasili, kila siku tunaishi hivyo. Watukufu wa Islamu, neno langu la leo, ninawahusieni katika kumcha Mwenyezi Mungu katika kipengele cha kuwahi msikitini siku ya Ijumaa. Sikwambii kwa mwenye kuwahi siku ya Ijumaa akafika saa 3 au saa 2, yeye akijishughulisha na ishtighali, ameamua kusitisha amali zake zote kwa masaa hayo mpaka Ijumaa itakapomkuta na swala itakapokwisha, akaendelea katika mambo yake mengine. Tujitambue ya kwamba tunaishi katika ulimwengu ambao una mwisho. Tunakwenda katika mahala ambapo hakuna mwisho. Sehemu hii ambayo utaondoka, ijenge vizuri sehemu ambayo utaifikia. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema, fa idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi, itakapomalizika swala basi tawanyikeni katika ardhi, wabtaghu min fadlillah, na muende mkatafute fadhili za Mwenyezi Mungu. Rudi katika kilimo chako, rudi katika biashara zako, rudi katika porojo zako, rudi katika kazi yako. Fa idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lakini akaongezea kwa kusema wadhkurullaha kathira, basi huko uliko mtaje Mwenyezi Mungu sana. Mwenyezi Mungu atakujalia hapa duniani na kesho akhera.